uchawi baba na mamba pona Gwalimbo nagina Zaramanda Zaramanda Gwalimbo le Zaramanda. Nipa, yaani Mbwela amekuja, amefoka sana na ananishutumu mimi kwamba nahusika katika upoteaji wa njiti. Kinachonishangaza ni kwamba kwa nini anishutumu mimi? Amepata wapi taarifa hizi? Ameambiwa na nani? Hizo taarifa itakuwa amezipata hapa pa kijijini, maana kupotea kwa njiti hakuna mwanakijiji hata mmoja asiyefahamu hilo. Sema zangu pole sana kwa kupotelewa na mtoto. Asante sana. Na nashukuru mno kwa hili. Lakini kiuhalisia siwezi kusema kwamba mioyo yetu imepoa kulingana na tukio halisi jinsi lilivyo. Kupotea kwa njiti imekuwa simanzi kubwa sana hapa kijijini. Na upande wa Bwana Mbwela nadhani kwamba kabla hujamwambia lakini tayari ameshaambiwa. Na kitu ambacho kilichonifanya leo nije hapa kwa sababu kuna mazungumzo ambayo alikuwa anazungumza kidogo kwangu yamenishtua. Ametoa maneno mawili, anasema kwamba anahitaji pesa yake, ikishindikana basi aozeshwe njiti. Nafahamu hilo. Na hata majibu niliyompa ni kwamba mimi sihusiki wala sifahamu chochote kuhusu upoteaji wa njiti. Hayo ndiyo majibu. Maana nilipokufahamisha kwamba naenda kwa kina njiti, nilipofika kule wazazi wake hawajui chochote kama mtoto wao tunayo sisi. Isipokuwa nataka niondoke, ndime ameingia. Sasa sijui kafuata nini. Ina maana ndime anafahamu kwamba njiti tunayo sisi? Hapana. Ila anafahamu kama sisi tunataka kufanya kafara. Sawa. Mimi nimekuelewa sana mshenga. Yaani naweza nikasema moja kati ya kiumbe ambacho kina uwezo wa kutega sikio na kikakusikiliza kile unachokiongea basi ni mimi. Sawa. Lakini nasikitika kukuambia kitu kimoja mzee wangu. Mimi pesa sitoi. Sitoi nikiwa na sababu zangu za msingi. Unajua mimi mpaka sasa hivi namtafuta binti yangu. Sifahamu kwamba binti yangu yuko wapi sasa hivi. Nimejaribu kuzunguka mitaa yote ambayo unaijua, kwa kina mzee Mwashilindi, kwa kina mzee Hayola, lakini mpaka sasa hivi sijafanikiwa kumpata binti yangu. Hilo lisikusumbue. Najua nitalimalizaje. Ila tu ombi moja. Nenda kaongee na Mbwela. Nahisi atakuwa yupo ndani. Sawa kaka. Haina shida. Njiti pole, njiti vumilia. Njiti pole.
Nimeenda mpaka yale mazingira ambayo alikuwa amezoea kwenda kucheza, lakini hicho ambulia pale nimekuta mtandio. Sasa nawezaje kutoa hela? Wewe ungeweza? Nahisi anijui vizuri. Sawa, lakini mzee mwenzangu, kuna jambo moja angalau nikushauri. Unajua binadamu mara nyingi huwa hawana wema. Sasa wasiwasi wangu, kwa kuwa wewe ni mwenyeji hapa kijijini, si mgeni na unafahamu mengi sana, mimi hisia yangu inawezekana kuwa ni mambo ya kishirikina. Kwa hiyo unaonaje ukienda upande huo kwanza kuangalia? Nakuelewa vizuri sana Mshenga, lakini kiuhalisia mimi sina udhoefu na hawa watu ambao wana uwezo kuona haya mambo yanaendelea katika upande wa pili. Na kama ningekuwa nafahamu, basi naamini ningekuwa shafanya hivyo muda mrefu, kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaniumiza akili yangu kwa namna jinsi ambavyo katika nyumba yangu simuoni tena Njite. Mbaya zaidi ni kwamba sijui yuko wapi mpaka dakika hii. Kwa siwezi kuwa na raha, siwezi kuwa na amani. Right, kama ingewezekana ningefahamu, ningesema nipeleke. Mzee mwenzangu, mimi naamini kwamba mimi ninachohitaji kwako ni utayari wako tu. Lakini swala la wapi, mimi ndo najua. Hapa kijijini kuna mtu mmoja ni maarufu sana, anayajua sana hayo mambo. Yaani zaidi ya sana. Kwa hiyo mimi ninachohitaji ni utayari wako. Kama huko tayari, mimi nitakupeleka. Yuko vizuri tu. Ndio, niko tayari. Uko tayari? Basi sawa. Ndime. Wapi unapokwenda? Nakwenda nyumbani. Ujumbe wako nimeshaufikisha. Lakini baba Njite amenifukuza. Eti amesema mimi namkoadia mkewe. Pole sana. Leo nitakupa siri na majibu ya maswali yako unayojiuliza. Alafu leo nitakuja nyumbani kwenu usiku, maana ndio muda wangu mzuri. Subiri. Lakini sasa Ndime ana siri moyoni msara. Ndime, tokea mchana nilitaka nikuulize kuhusu wewe kwenda kwa kina Njiti. Umefuata nini? Shangazi, nilienda kuwapa pole. Maana kupotea kwa Njiti hakuna asiyejua hapa kijijini. Kuwapa pole? Na kama ulikwenda kuwapa pole, kwa nini ulivyoniona mimi ulikuwa una hofu na kuogopa? Nilikuwa naogopa kwa sababu nilivyoondoka hapa nyumbani sikuwaga kama naenda kwa kina Njiti. Na ndio maana nilipokukuta pale nilishtuka. Nilijua tu lazima nitakuwa nimetenda kosa. Sawa. Kama umekosea, usije ukarudia kosa. Lakini swala hili naomba liwe siri yako. Maana maiti ya kakako mpaka hivi leo iko ndani. Na hakuna mtu yote anayejua hapa kijijini zaidi yako wewe. Na usije ukamwambia kakako Mbwela kuhusu hili swala. Usiwe na wasiwasi shangazi. Mbona mimi siri sijamwambia mtu yoyote? Na siwezi kusema kwa mtu yoyote. Lakini shangazi, ujue kuna muda wewe na baba siwaelewi. Mtakaa na hiyo maiti mpaka lini? Mpaka pale atapopatikana binti wa kufanya kafara yetu. Hapo itakuwa ndo mwisho wa kukaa na maiti. Maana kupotea kwa Njiti nyinyi mnahusika? Tunahusika? Ndime. Tena nisije nikakusikia tena hiyo kauli. Na swala hilo unalolijua ni wewe. Hakuna mwanakijiji yote anaifahamu kuhusu swala hilo. Sisi tunaweza kumzuru Njiti? Njiti mtoto tunamfahamu. Sisi tunaweza tukamzuru yeye. Sasa nisije nikakusikia tena. Tena mwanzo leo na mwisho leo. Umenielewa? Shangazi.
naomba unisamehe kama nimekosea. Naomba unipe ruhusa nikalale. Sawa, isije kajirudia hiyo hali. Banditi. Ina maana unapokea pesa bila hata kuniambia? Hivyo ndivyo tunavyoishi? Kwani hizo taarifa amekwambia nani? Hata sijaambia yoyote. Yaani kusikia wewe na shemeji mkiwa mnaongea pale. Hivi mume wangu, wewe ni baba aina gani? Hivi wewe ni mwanaume kweli? Yaani uchu wa pesa na tamaa za mali ndio vinakupelekea kokote? Unashindwa hata kumthamini mtoto. Hizi shida na matatizo tumeumbiwa, si binadamu. Oh, Mwamu. Oya, vipi Mwamu? Vipi? Bado poa. Kwema? Ubabe tu. Bwana Mwenyezi Mungu kaitikia dua langu. Kiukweli tokea mwanzo Mwamu nilikuwa nakutafuta. Mama utatokea hapo, utapenya hapo, utatokea hapa. Bwana, mimi nilikuwa nakutafuta Mwamu. Mimi na shida. Mchongo nini sasa? Shida yangu kubwa Mwamu, sikufichi, kuhusu ndugu yangu. Dada yangu kiukweli anaumia sana. Kweli? Unajua nikutazama nashindwa nikupe jina la aina gani. Alafu kumbuka kwamba kila ninachokifanya mimi nakuwa sijakurupuka. Nakuwa nimetumia ubongo wangu timamu, ndio maana nazungumza. Labda nikuulize swali. Hii tabia wewe kuanza kunifuatilia umeanza lini? Kwamba wewe mtu yoyote ambaye akija hapa nyumbani nikianza kuzungumza naye, unaanza kunifuatilia kwa siri ya kutaka kujua kwamba mimi nazungumza nini na yule mtu. Tena kwa maongezi ambayo wewe hayakuhusu. Na mimi kitu ninachofanyia sipendeli nazo. Mwamu, mbona unazunguka? Hebu tuwe kwenye pointi. Uchawi nini yani? Kitu gani ambacho mimi namfanyia ambavyo upendezeni nao? Sawa, naomba nisikilize. Kiukweli dada yangu kitu ninachomfanyia sio kizuri. Kama unampenda mpende. Najua vijana sasa hivi nyinyi mpo kwa ajili ya kubinya. Sawa? Yaani kwamba mapenzi ya dhati una. Mimi dada yangu ataenda kumwambia nani? Lazima niambie mimi. Kwa hiyo kaniambia kaka yangu. Nisikilize. Kitendo cha wewe kutaka kujua kwamba mimi ni baba bora ama sio baba bora, na kukumbusha tu kitu kimoja, kwamba huyo Njiti mimi ndiye ambaye naimlea. Na hiki kitendo ambacho mimi nimekifanya cha kumwozesha Njiti akiwa ni mtoto mdogo ni kwa sababu ya mila ambazo nimezikuta hapa kijijini zikiendelea. Hivyo siwezi kupingana na mila ambazo nimezikuta. Habari za kunipa lawama mimi sizitaki. Na ndio chanzo cha Njiti kupotea. Kubali kama umekosea mume wangu. Haya ni makosa yangu. Na mimi nimeona kweli hili jambo na mimi limeniumiza. Kwa nini sikutafute nikwambie? Ndio maana nimekutafuta nikwambie. Kitu ninachomfanyia dada yangu sijakipenda. Kwa habari hizo zote kakwambia sister wako, au si? Sasa sikiliza nikwambie kitu. Vitu vingine inabidi usikilizie mdundo nyuma ya speaker. Sio kila miti nganganga, mingine bamia utateleza. Mimi usinifuate kwa kesi za ajabu ajabu kama hizo. Habari ya mimi na sister wako niachie mimi na sister wako. Hata kama unasikia sijui onyozo mvule sijui kuna hiki na kile, weka ausha, kausa mbusa. Mimi nishakusoma. Kwa makosa gani ambayo mimi nimeyafanya? Sikiliza Manjiti, kila nilichokifanya mimi naamini kwamba niko sahihi. Na kuhusiana na binti yangu, naomba uniachie mwenyewe. Mimi nitajua wapi pa kumpata. Sio nielewa mpuuzi wewe. Mshenzi mmoja wewe.
Sasa mimi sijaliona baya. Sawa. Mimi nimeona bora nije kukuambia. Kama unaniambia mimi nikaushe sawa, lakini mimi ndugu yangu mimi naniuma. Sema poa, mimi nishakuzingatia. Kwa ni tule. Kauka usambuzi. Kwa ni tule. Lakini mimi nimesema ukweli. Wewe bwana wewe kama mpenda dadangu muache. Kuna watu kibao afu dadangu naye. Yaani kutembea na wauni rafiki yangu ndo nini? Kabisa mtu ananiambia mimi nikae nyuma ya speaker, mimi yani ndugu yangu nikae nyuma ya speaker. Wewe kama mpendi muache bwana. Ndime, pole kwa unayoyapitia. Leo ndio ile siku nataka nikueleze kila kitu. Sawa. Natamani sana kujua ukweli. Maana mpaka sasa sijui nipo upande upi. Njiti kuna mahali amefichwa. Lakini sehemu hiyo huwezi kuingia kirahisi. Kwa sababu kuna uzio wa kichawi. Uzio wa kichawi? Ina maana Njiti kafichwa kichawi? Ndio kafichwa. Na nani? Unataka kuwajua? Na ukishawajua utaweza kuvumilia? Mimi huwa simpendi mtu mbaya. Na nikimjua kamwe sitoruhusu awe karibu yangu. Na kuhusu kuvumilia, hilo wala usijali. Wanaohusika ni baba na shangazi yako, ndio wamemchukua Njiti. Njiti mwana marunda utokoni minanga Zamboni. Njiti pole vumilia, kijiji kimenyamaza usiku wa giza. Njiti mwana wa vumbi la nyumbani, igamba zingizini moyo waninginia. Na chukura bwame sauti zapotea, kijijini uchawi bomera kimya kimya.